mzigo unaanzia katikati ya safari. Mshikaji anaitwa Raymond, ni mpenzi wa Casey, mrembo aliyeketi kando yake. "Baby, simamisha gari. Kuna nini kipenzi? Naomba upark gari." Ray akafuata maelekezo kama Casey alivyomtaka. Bibi akashuka faster na kumkimbilia huyu mwana anaitwa William naye akashangaa kinoma kumuona Casey. Kitambo kirefu sana kimepita hawajaonana. Story kadhalika na mikumbato ikafuata. Jambo likamkereketa Raymond, akashuka ndani ya gari kuja kuwashangaa wanachokifanya. Casey akamuuliza William, "Ni nini unafanya hapa mtaani?" "Nimetoka ofisi moja kupeleka CV yangu kwa ajili ya kazi." "CV? Hilo limeisha. Niandikie namba yako." William akaandika namba na kulichukua kumbato kutoka kwa Casey. Ray akaingilia kati na kumsukuma William. "Casey, kwa nini unakumbatiwa na mwanaume mwingine mbele yangu?" "Samahani kipenzi, ni rafiki yangu anaitwa William, tulisoma pamoja." Ray wivu umemjaa akamwamuru Casey waondoke. William akabaki ameduaa. Wakarudi hadi nyumbani kwa kina Casey. Bidada bado anaomba msamaha. "Punguza jazba, William ni rafiki yangu niliyesoma naye. Hata mimi nimeshangaa kukutana naye. Kwa hiyo ulitaka nikuangalie mkikumbatiana mbele yangu hadi mmepeana namba?" "Sijampa namba, yeye ndo kanipa namba zake." "Nasema futa hizo namba, si umesema mlikuwa marafiki shuleni? Basi futa hizo namba." Casey akafuata mchumba anachotaka. Ray alipojiridhisha akaondoka zake kwa hasira. Huku kwa William anaota ndoto za mchana, kwani bado anazungumza peke yake. "Kwa nini mpaka sasa hajanipigia? Au nimekosea kuandika namba? Lakini nimeandika mimi mwenyewe, sasa kwa nini anipigii?" Akaweka simu kando ili aendelee na shughuli nyingine. Mara simu ikaita. Kushika akakuta sicho alichokitarajia. Ni baba mwenye nyumba. "Baba samahani, naomba wiki 3 tu nitakuwa tayari nimeshalipa deni lako. Tafadhali nivumilie." Baba mwenye nyumba kuzisikia fix akakata simu. Dakika chache ikaingia simu nyingine, ni ya mpenzi wake, na mwamba anamwambia kuwa bado hajapata kazi. Nyumbani kwa kina Casey kuna ugeni wa msaidizi wake na amemweleza kila kilichotokea mchana wa leo. "Unajua Ray ni mtu poa sana, toka nikutane naye ana mchango mkubwa sana wa mimi kuwa hapa nilipo. Ninampenda na ninamheshimu pia, ndio maana aliponiambia nifute namba sikutaka kufikiria mara mbili, ni kazi." Msaidizi akarudi kwa jazba kwa Ray na kumuita baby. Kuna siri gani hapa katikati? Anamuuliza baby, haya mambo yataisha lini? Nimechoka, uliniahidi itakuwa ni miezi michache tu. Nilikutambulisha kwake ili tupige pesa itakayotupa maisha mazuri, ila unachokifanya ni kuboresha maisha yake. Baby, taratibu, watakufa tu na tutapata tunachokitaka. Lakini mpango wetu sio mauaji, tulikubaliana tupate pesa itakayobadili maisha yetu. Baby, hatuwezi kupata pesa tu, kuna kampuni, nyumba pamoja na magari. Vyote hivyo vipo sehemu ya mpango wetu, tutavipata tu." Hawa wawili ni wapenzi wa muda mrefu sana na mpango wao ni kumlaghai Casey kupitia mahusiano ili waweze kuvuna mali za baba yake. William akiwa kwenye matembezi mtaani akakutana na chifu ambaye ni baba mzazi wa Casey. Mzee alifurahi sana kumuona William, siku zote ni mtu mwenye utu sana. Mzee anajizungumzia mwenyewe tu baada ya William kumsaidia mizigo yake. Akauliza, "Unafanya nini hapa?" "Actually saa nilipoteza kazi siku kadhaa zilizopita, toka hapo nimekuwa nikihangaika kupata kazi." "Wewe wa kuhangaika? Wewe uliyeyaokoa maisha yangu, vipi uteseke?" Tunarudi miaka kadhaa iliyopita. Chifu akiwa anataka kufungua gari yake alipata mshtuko wa moyo, na kwa bahati William ndiye aliyemsaidia kumpeleka hospitali. Chifu akamwambia, "Nipo hapa kwa ajili yako." William akamweleza kuwa, "Nilipoteza namba zako, ungempigia rafiki yako angenifikishia taarifa. Nilionana naye siku za hivi karibuni na nikampa namba zangu. Nahisi nilikosea kuandika, ndo maana hakunitafuta. Niambie William, umebobea kwenye nini?" "Mimi ni afisa masoko." Safi. "Msaidizi wangu yupo likizo ya uzazi, unaweza ukashika hiyo nafasi huku tukikuangalizia pa kukuweka." William akaomba namba za mzee na mzee akamtajia bila ya ihana. Chifu alipofika nyumbani akasalimiana na mpenzi wa mwanaye ambaye ni Raymond, kisha akawapa taarifa kuwa anawahitaji kwa dina ya leo. Casey akadai kuwa tuna mtoko baba, ila mpenzi wake akasema hapana, vyema tukala na chifu. Mzee akafurahi na kuambia kuwa tutakuwa na ugeni pia. "Baba, ni nani huyo?" "Utamuona muda ukiwadia." Ikafika time ya dina, mgeni aliyetarajiwa kufika kwa wakati. Casey akauliza, "Mgeni yuko wapi?" "Atakuwa nasi muda si mrefu." Au kupita muda, William akafika na kusalimiana na mzee, kisha kusalimiana na Raymond na kumfuata bidada Casey na kumsalimia. Hilo linamchoma Raymond kinoma. Mzee akamtambulisha William kwa Raymond. "Huyu kijana ni sababu ya mimi kuwa hai na ni rafiki wa binti yangu toka wakiwa shule." Mzee akamwambia William kazi tulioizungumza inaambatana na mahala pa kuishi pamoja na ofisi. William akadai kuwa na sehemu ya kuishi. "Usijali, wewe ni mwanangu, njoo na nguo zako tu." Mzee alifurahi sana na kuambia, "Jamani, tunaweza tukala sasa." Ray akapata mwao baada ya kumuona William makocha yakaliki kabisa. Mpenzi wake akanyanyuka na kumuuliza, "Kwa nini uchanganyikiwe na kijana aliyepewa kazi na chifu? Wewe uelewi, Casey alimkumbatia kama vile maisha yake yanamtegemea yule jamaa, lakini chifu amemuita mwanaye. Hivi unaelewa mtu akimuita mwanaye? Yaani sijui tufanyeje." Binti
mhalifu akamwambia usijifanye umeishiwa mbinu, unatakiwa usivimbe mbele ya kesi na umweke karibu kwa kumnunulia zawadi, na unatakiwa uwe rafiki wa huyo jamaa, nahitaji ulikamilishe hili kwa haraka. Kumekucha kwa chifu na ni siku ya kwanza kwa William kuianza kazi. Chifu akashuka na kuuliza kuwa natumai umelala vizuri. Ndiyo saa, vizuri sana. Good morning Casey. Hatua mbili mbele Casey akamwambia it's madam. Casey akautupa mkoba kwa William. Wakabaki wameduaa kwa sekunde, kisha wakatabasamu, wakaelekea zao ofisini. Majukumu yanaendelea hata wanapokuwa nyumbani. Chifu akamuita William, akamwambia kuwa nimejaribu kumpigia Lei lakini simpati, na kutumia address umpelekee hili faili, tunahitaji saini yake ili tuendelee na taratibu nyingine. Huko Ray anapata utamu kwa mhalifu mwenzie na wala hata hana habari. William akaingia bila ya kubisha hodi. Wakakurupuka kama vile sio wenyewe na kuanza kujifuta mdomo. Chifu anahitaji usaini ili aendelee na hatua nyingine. Kwa nini sasa hujapiga hodi, unaingia tu kama vile nyumbani kwako? Baada ya kusaini akamuuliza William, umeona chochote? Ndiyo, nimeona ukimchiti kesi. Ray akarudia kuuliza, umeona chochote? Naweza kuipoteza hii kazi ulionayo ambayo unaitegemea kwenye maisha yako. Sijaona, William akasepa zake. Good morning. Kesi kimya wala hata ajibu. Upo tayari tuondoke? Baba yuko wapi? Ameniambia kuwa na dharura. Kesi, nimefanya chochote kibaya? Mbona unanitreat hivi? Unanipeleka ofisini au unipe funguo nijiendeshe mwenyewe? Nitakuendesha. Hapa ni safari na mziki, hakuna kupepesa macho. Wakiwa wamerudi nyumbani wakakutana kwenye corridor. William akamzuia Kesi na kumuuliza, lipi baya ambalo nimekufanyia hadi tuishi hivi? Kesi akadai kuwa hujafanya chochote, nachojaribu ni kuwa mbali na wewe lakini naona imekuwa ngumu. Shida sio mimi, shida ni Ray, hapendi niwe karibu na wewe. Najua hii kazi ni muhimu sana kwako na mahusiano yangu ni muhimu pia. Nachokiomba tuwe mbali kwa sasa. William akauliza, unampenda huyo mtu? Ndiyo. Kiasi gani? Very much. Sawa, nitakaa mbali lakini nikukusalimia itikia. Kesi akakubali na likapigwa kumbato la kutakana radhi. Raymond kila uchao anafikiria mbinu mpya ya kupiga mali za kina Casey. Leo akalipiga goti na kumwambia bidada anampenda na anahitaji wawe wote siku zote za maisha yao. Will you marry me? Yes. Ikawa ni furaha kwa Casey na akavishwa pete ya uchumba. Ofisini kumekucha vibaya, ni kama vile William alikanyaga kidudu cha mikosi kabla ya kuingia ofisini. Chifu anamuuliza, hiyo saini ni yako? Mwana kuiangalia akadai kuwa ndiyo ni ya kwake. Chifu anauliza, imewezekanaje William? Unajua hiyo contract ilikuwa na umuhimu gani kwenye hii kampuni? Ninaapa chifu, sijasaini mimi. Ray akaingilia mazungumzo, hana sababu ya kutudanganya, ameshasema saini ni ya kwake. Unajua nilikupa hii kazi kwa kukuamini, kwa hiyo haya ndio malipo unayonilipa hivi sasa. William alijitetea kadri awezavyo, ila chifu akamwambia Ray, nifuate ofisini kwangu. Vyuma vikaumana nje. William akamwambia Ray, unajua mimi sijafanya hivi. Ray akamchimba mikwara na kumwambia, kaa mbali na Casey, na ukijaribu kufungua kinywa chako kumweleza chochote utapoteza kila ulichonacho. William alimaindi kinoma kauli za mwana, ila ndio hivyo hana cha kufanya. Siku kadhaa kupita, William akaitwa na chifu na akaitikia wito. Chifu akamwambia kuwa baada ya uchunguzi tumebaini kuwa ile saini waliogushi. Samahani sana sababu sikukusikiliza. Kesi naye akaomba msamaha kwa kutokumwamini William kwa kile alichomwambia. Mmemfahamu mhusika mpaka sasa? Hapana, ila bado tunaendelea na uchunguzi na tukimbaini lazima aadhibiwe na kuahidi. William akaomba kuondoka kwani tayari maji yameshajitenga na mafuta. Kwa majangili wao kusuka mipango ya kuishi, nafikiri kumwekea sumu chifu, na hii itakuwa njia rahisi sana ya kupata kampuni mikononi mwetu. Nilitaka kumuua kwa haraka, ila hii sumu itamuua taratibu taratibu, huku Kesi akimuuguza baba yake. Wakapongezana kwa mbinu zao za kiarifu ambazo wanazipanga juu ya mali za kina Casey. William akarejea ofisini na kazi zikaendelea kama kawaida, japo Casey anadai mwili wake umechoka sana. William akajiongeza kwa kumasaji mabega yake ili kupunguza uchovu. Casey alipoona hisia zinapanda akamzuia mwamba. Vyema, ukaenda, nitamalizia hii kazi iliyobaki. Ray akaenda kwa chifu kukamilisha mpango wake pindi Casey alipokuwa yupo kazini. Chifu naye akiwa fahamu lile wala hili akanywa kinywaji bila ya kujua ametiliwa sumu. Akauliza, niambie mpango wako wa ndoa ni lini? Hivi karibuni. Mzee akachiazi kabisa na mbaya wake. Casey aliporejea kutoka kazini akiwa ana lile wala hili, akashangaa kumuona baba yake yupo chini. Kelele za kumuita baba yake zikamshtua William, akashuka mbio mbio. Mpigie daktari, mpigie daktari, daktari. Baada ya kupata huduma, Ray akafika nyumbani na kuuliza mzee amepatwa na nini. Daktari ametuambia kuwa baba ameparalyze. Amepatwa na nini? Hata mimi sielewi, nilimkuta amelala sakafuni. Nilihofia sana kumpoteza. Usijali baby, kila kitu kitakuwa sawa. Siku iliyofuata mhalifu wa kike akaja kumuona bosi wake pamoja na kumjulia hali chifu. Nimekupigia simu uje hapa ili nikupe maelekezo. Lei ndo atakuwa in charge wa kila kitu ofisini. Chochote atakachoelekeza kufanya fanyeni. Kwa sasa nahitaji kuiangalia hali ya baba yangu paka pale itakapokuwa sawa. Oh, pole sana. Kinafiki anamnafikia ila anajua mpango wao unakwenda kutimia.
Kazi ikabaki kwa Casey kumhudumia baba yake huku akisaidiana na William. Inabidi ukapumzike sasa. Palipobaki mimi nitamalizia. Nenda ukaoge, ubadili nguo walau upumzike. Waarifu bado anasuka mipango. Tumemaliza kwa baba yake. Kifuatacho nafikiri kuhusu ndoa, na miezi 3 mbele Casey atakufa kwa ajali. Unafikiri Casey atakubali ndoa kwa hali alionayo baba yake? Ndiyo, akikataa tutamtia sumu paralyze kama baba yake. Hapana, usifanye hivyo. Tunatakiwa tupate saini yake ili kampuni iwe chini yetu. Itakuwa rahisi kama unavyofikiria? Ndiyo, mimi najua cha kufanya. Tutamchanganya wakati tukitaka atie saini bila kusoma kile anachokitia saini. Maisha inabidi yaendelee, ila Casey na William wapo kwenye mzozo muda huu. Mhalifu yupo mlangoni akiwasikiliza. Casey hataki kukubaliana na wazo la William kuwa anatembelea kazini mara moja ili kuangalia maendeleo ya kazi. Na muamini Raymond kwa asilimia zote. Kwa nini nije ofisini? Kuna nini hasa cha kunifanya nije ofisini na wakati majukumu nimeyakasimisha kwa Raymond? Mhalifu akaingia bila ya kujali mzozo unaoendelea, akamuomba madam atie saini. Madam naye akasaini bila kuangalia kile anachokisaini ni nini. Alipotoka nje baada ya kulifanikisha jambo lake, akampigia Ray na kumwambia kuwa baby, nipo njiani nakuja, tumefanikiwa. Ray alipojua jambo limekamilika akaja kwa chifu na kuzungumza maneno ya kejeli aliyokuwa anampa hasira chifu nusu anyanyuke, sema tu mwili wake umepooza. Ili anataka kutoka akakutana na Casey kwenye corridor. Bidada akamuuliza, vipi hali ya baba inaendeleaje? Anaendelea vizuri kwa hivi sasa. Hauhisi kiu mpenzi wangu? Kiu? Nahisi. Basi acha nikuletee kinywaji walau upoze koo lako. Dhamira ya Lei ni kummaliza Casey pia. Akaweka sumu kwenye kinywaji alichokuwa akimwandalia. Akampelekea Casey. Bidada kabla hajanywa akamuomba Ray amwangalizie chochote jikoni. Baby, kunywa kwanza ili nikipeleka glasi nije na chakula. Casey akaiweka mdomoni ila nafsi ikasita. Akamuuliza, hausikii kama mlio wa simu? Nasikia simu ya baba yangu ikiita. Hapana baby, unasikia vibaya. Yawezekana ni stress tu. Baby, kunywa hiyo juisi. Punde William akafika na akatoa kauli ya kwamba I'm done. Haikuchukua raundi mhalifu wa kike naye akaingia ndani ya mjengo. Casey akamwambia kuna jambo nimewaandalia. Akaiwasha TV. Za mwizi 40 bwana. Casey akawaeleza alivyowashtukia na kuanza kuwafuatilia kwa ukaribu hadi kutega kamera nyumbani kwa Raymond bila yeye kujua. Casey akampa sharubati Raymond anywe, ila kwa kuwa ameiweka sumu mwamba akaikataa. Najua ulichokiweka humu ndani na mimi ulitaka kuniteketeza, si ndivyo? Nilipowatoa na mnacho nilipa ni vitu viwili tofauti. Wakaitwa polisi na wakatiwa mbaroni wote waende Segelea Keko huko. Miezi kadhaa kupita, Casey akampa habari njema William kwa kumwambia kuwa baba ametembea. Kwa kuwa wema siku zote ni akiba, Casey akamwambia kuwa nafasi ya chifu inabidi uikamate wewe pale ofisini. Tenda wema, nenda zako. Usisubiri shukrani, anayeweza kukulipa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie inayoitwa Bear to Beauty. Niambia hapo kwenye comment lipi ambalo umejifunza hapo kuhusiana na rafiki unayemwamini. Siku zote kikulacho ndicho kinguoni mwako. Usifikiri mbaya wako anatoka mbali na wewe, pengine upo naye hapo na unakula naye sahani moja. Tuishi kwa tahadhari zaidi, kwa sababu hakuna anayejua fumbo lililopo kifuani pa mwenzake, anamwazia mema au mabaya, na kicheko sio kiashiria pekee kinachoweza kukuaminisha huyo mtu kafurahishwa na hilo jambo, pengine kachukizwa, ila anakuonyeshia kwa lugha ya kinafiki. Tuendelee kuishi kwa tahadhari. Dunia si mbaya ila wabaya watu. Imesogezwa na Whisper Recap kwa sauti ya mamlaka ya Jay wa mipango. Usisahau kusubscribe, turn on notification bell ili wa kwanza kupokea arafa pindi tu movie mpya inapopandishwa kupitia channel yako. Asalamu alaikum, nikutakia Ramadhani pamoja na Kwaresma njema. Tuendelee kufunga ili saumu zetu ziendelee kutimilia katika yale tunayoyahitaji kwenye maisha yetu. Mungu ni kila kitu. Endelea kupiga dua katika eneo ambalo unahisi umekwama. Mwenyezi Mungu atakufungulia tu, kwani hakuna mja ambaye anakwenda mbele zake na akatoka patupu. Sasa tu share, like na comment. I'm out.